3 kilo moja na robo sawa na 3,750. 3,750 itakapokuwa umekusudia kwenda kununua kilo 37.5 ni sawa na shilingi 1,12,500. Kwa hiyo tenga 1,12,500 kanunue mchele kilo 37. Utapeki kwenye mifuko, kila mfuko utaweka kilo moja na robo. Wakati wa kufuturu ule utamtuma kijana mpelekee masikini kilo moja yake na robo, na inakuwa vizuri sana kama unaweza ukajiongeza ukajitengea fursa. Kama masikini wako 3, 4, 5, basi kila masikini unampa hii ofa siku moja moja. Kwa hiyo siku ya mwezi mosi utampelekea masikini huyu kilo moja na robo, mwezi pili utampelekea mwingine, mwezi 3 unakwenda mpaka wakifika 5, 6 unaanza tena kulikoanzia. Basi itakwenda hii biidhnillah tabaraka wa taala mpaka unaandama Shawali. Wewe umeshakomboa Ramadhani yako kwa shilingi 1,12,500. Na kama ule mwezi utaishia siku 29, basi itakuwa umenunua kilo 36 na nusu, kilo 36 na robo. Kilo hizi 36 na robo hizi thamani yake ni sawasawa na shilingi 1,01,105. Thamani yake shilingi 1,08,750. Kwa siku 30 zile 1,12,500. Kwa 29 hizi shilingi 1,08,750. Hali kadhalika ikiwa wewe ndio mwenzangu mimi, hali yako ni duni, uwezo umekuwa si wa kuweza kudumu katika kulipia gharama ya kilo 3,000 hizi, basi kuna mchele unayeuzwa 2,800, kuna mchele unauzwa 2,700. Utakwenda kujikita huko, utanunua kilo 37.5 kwa ajili ya jambo hilo. Naam, itakapokuwa imetokezea wewe umekuwa ndio mwenzangu mimi, hali iko tete kabisa, duni kimaisha, basi utakwenda kununua unga wa mahindi kwa maeneo ninayoishi mimi. Sembe kilo moja 1,150, kilo moja na robo sawa na 1,875. Kwa hiyo hizi 1,875 kwa ile kilo moja na robo, ukinunua kilo 37.5 basi utalipa 56,250, ikiwa kama utanunua kilo 37.5. Na ikiwa siku 29, basi itakuwa umetumia gharama 54,375. Kwa hiyo utakuwa unatoa kila siku kibaba cha unga wa sembe kumpa masikini kadiri ya wasaa, kutokana na hii tebo ambayo tunayo. Na mwenye kuwa na uwezo zaidi anaweza kaenda kwenye ngano, mwenye fursa atakwenda kwenye zabibu. Inategemea na maeneo ulioko na kipi ambacho kinapendwa na kinaondoa njaa katika jamii ya eneo husika utakalokuwa upo. Ndugu yangu mgonjwa, ndugu yangu mzee, ambaye Mwenyezi Mungu amekuambia wa ala alladhina yutikuna fidyatun ta'amu miskin, na wale wasioweza huku kufunga basi na watowe kibaba kwa ajili ya kuikomboa Ramadhani yao, kibaba kimoja na robo kwa kila siku. Kitu hiki jamani, watu wana umri wa miaka mingi, wamekuwa wazee, ibada hii wameipuuzia, na hali ya kuwa ni waumini na wanafanya ibada. Wengine wana maradhi kama ulivyozungumza, wana kansa, wana TB, wana magonjwa ya ini, bandama, figo, na ni waumini, wanasali sala 5, lakini Ramadhani inapofika hawafanyi juhudi kuikomboa Ramadhani yao. Wao wako wameambiwa wao hawawezi kufunga, maradhi yao hayawaruhusu kufunga, wanajiachia. Ndugu yangu wewe mzee, ndugu yangu wewe mgonjwa, siku ya Kiyama utaulizwa vyanzo vya wewe kuikomboa Ramadhani mbona viko vingi tu. Tunafanya makosa waumini wa dini ya Kiislamu. Mtu yupo kaza heka ana rasilimali nyama, ana mifugo,
ana rasilimali ya mazao yako tele, ana mashamba maekari mengi anayamiliki. Kwa nini kama jambo hili yeye analielewa vizuri na analifahamu umuhimu wake, kwa nini asifanyie bajeti kile kipindi cha mavuno? Utamkuta mzee kweli ana miaka 100, ana maeneo hekari 30 mpaka 15, 20 mpaka hekari 5 zinazompa mavuno milioni 5 kila mwaka anazikamata, lakini wala hatengi fungu la kukomboa Ramadhani yake ijayo endapo atafika salama. Yeye anachokiangalia mambo yake kilimwengu tu. Utamkuta mzee ana umri huo amekusanya milioni 5 mpaka 6, anaitangazia jamii yake, naomba wajukuu zangu wote mwaka huu wacheze unyago, naogopa nitakufa kabla hawajaaluka. Anatenga milioni kwa sababu ya unyago wa wajukuu zake, na kweli watatekeleza, na wajukuu zake wote wataishi katika hali ya matumaini kwamba tunachezwa ngoma na babu yetu au bibi yetu, na wakaaluka vizuri wakiwa kwa kila kitu wamekipata kwa muziki mkubwa kabisa. Jambo la Allah tabaraka wa taala hili hana bajeti nalo. Watu waumini wa dini ya Kiislamu wanatenga kipindi cha mavuno kile fedha milioni 2. Mke wangu ana mashetani na kusudia kufungulia majini, anatenga milioni 2, akanunua mbuzi, akanunua vyakula, likatoka kundi la wanawake mashetani wakaja nyumbani pake, likapigwa dogoli kutwa ya usiku wote na mchana wake, ikateketea milioni 2, ili mradi mkewe awe amewafurahisha majini. Ndugu yangu, kwa nini Ibilisi lainu anatuamrisha vitu ambavyo Allah anavipinga na tukamtii? Anakudanganya Ibilisi mkeo majini ili aluke, mimi nitakulipa furaha. Subhanallah. Ibilisi anawaahidi watu kufungulia majini kuwaloa wake zao awalipe furaha. Anawashawishi watu watengi fedha, badala ya kukomboa Ramadhani zao wakatenga hizi fedha kwa ajili ya sherehe za unyago wa ngoma. Anawaahidi Ibilisi, fanyeni shughuli za ngoma, aluweni watoto wenu ili nikulipeni furaha. Na ni kweli, mtu anayegharamia kumtahili mwanao kishaitani kiibilisi kilainu, anaandaa vitu vya ajabu ajabu, anamwandaa huyu mtoto kishirikina na anampeleka jandoni kishirikina, anampeleka katika khitani kishirikina, na sherehe zake za kishirikina. Hunywewe pombe hapo, hufanyiwa zina hapo, matusi yako hapo, muziki mkubwa wa shilingi milioni utatumbuiza kutwa mzima ya usiku na mchana. Wallahi hakuna kingine pale ambacho wale wenye ngoma wanachonufaika nacho, bali ni ile furaha alowahile shetani lainu, kama fanyeni sherehe za unyago ni kulipeni furaha. Subhanallah. Allah tabaraka wa taala anatuita katika maghfira, anatuita katika msamaha, anatuahidi tuikomboe Ramadhani yetu, atulipe pepo. Tuikomboe Ramadhani yetu, tufutiwe madhambi yetu, kwani Mtume kasema, man swama ramadhana imana wahtisaba ghufira lahu ma takaddama min dhanbihi, mwenye kufunga Ramadhani hali ya kuwa ana imani, akiwa ndani ya dini ya Kiislamu, akawa ana imani kabisa ya kilillahi taala, basi mtu huyu hufutiwa madhambi yake yote yaliyotangulia. Ndugu yangu, unaerundika madhambi miaka na miaka, hukombowe Ramadhani yako hali ya kuwa uwezekano huo upo. Kwa nini ufanye hivyo? Hivi kama kweli ungelikuwa mkweli wewe, pamoja na umefanya ufisadi, umeziharibu pesa zako za mavuno kwa mambo ya kishaitani na kidunia, Ramadhani unavyoiona inakaribia, una mikorosho 300 400, kwa nini huathiriki? Ukatenga mikorosho 20 tu, ukamwambia mtu nawekeza mikorosho 20, puliza mwaka mmoja nipe 200,000. Vijana watapapatikia kile kipande, watakufa 200,000. 200,000 ambazo utakuja kutoa wewe katika 200,000 hizi zako unazozitoa hizi, utatoa kiasi kidogo sana kuikomboa Ramadhani. Katika 200,000 utakalowekea kipande cha mikorosho, utatumia shilingi 100,000, 12,500. Bado pesa zimekusalia ambazo itakuwa unanufaika kula mchana.
kitu hiki hakifanyiki? Ni kwa sababu watu wako mbali na Allah tabaraka wa taala. Kuwa kwako mbali na Mola wako subhanahu wa taala, unajichochea matatizo. Wallahi thumma tallah, siku ya kuondoka roho yako utakuja kuulizwa yote ambayo unayafanya katika ngongo wa ardhi yaliyomkasirisha Allah subhanahu wa taala, na utakuja kujuta kwa nini hukuungana na Allah kwa kufuata amri zake. Hali kadhalika itakapokuwa huyu mzee hana uwezo, amekuwa duni, mzee kazaa watoto wengi, wengine wafanya kazi, wengine wana uwezo, wana maduka, matajiri. Wewe mtoto, ni haki yako, unawajibika baba yako ukamkombole Ramadhani yake, mama yako umkombole Ramadhani yake. Utatakiwa wewe kwa wazazi wako hawa wawili uwakombole Ramadhani zao. Kila mzazi ununulie mchele kilo 37.5 ili uweze kuzikomboa Ramadhani zao. Kufanya hivyo utapata radhi za Allah. Kufanya hivyo utapata radhi za wazazi. Kufanya hivyo Mtume anasema utaongezewa umri wako. Kufanya hivyo Mtume anasema utazidishiwa riziki yako. Wewe mtoto, ni wajibu wako kabisa uokoe wazazi wako kutokana na moto wa Jahannam. Na usipofanya hivyo, fursa unayo ukajiona upo kivyako, ukawaacha wazazi wako wamezeheka, wanarundika madeni ya Ramadhani nyingi katika ulimwengu wao. Ukiwa una wazazi au mzazi ana maradhi yasiyotibika, ikawa kila mwaka huntolei fidia Ramadhani yake, ukamwacha anarundika matatizo ya miaka na miaka, siku ya Kiyama utamkimbia mzazi wako, anakutasaka mbele ya Mwenyezi Mungu, akufikishe mbele ya Allah, atowe malalamiko yake kwa sababu ya wewe hukumshughulikia, hukumfanyia, hukumtekelezea, hukumfanyia uadilifu katika maisha yake katika ulimwengu huu, hukumfanyia wema wa hali ya juu kabisa. Allah kaagiza, wa'budullaha wala tushriku bihi shay'a, mwabuduni Allah tabaraka wa taala na wala musimshirikishe na chochote. Wabilwalidaini ihsana, na wazazi wafanyiwe wema wa hali ya juu kabisa. Ndugu yangu kijana, ambaye fursa unayo ikawa huwakombolee wazazi wako Ramadhani zao, siku ya Kiyama Mwenyezi Mungu anasema yauma yafirrul mar'u min akhihi. Ikumbukeni enyi ummati Muhammad, na muiogope enyi ummati Muhammad, siku ambayo mtu atankimbia ndugu yake, wa ummihi wa abihi. Mtoto kama wewe atankimbia baba yake na mama yake, wa sahibatihi wa banihi. Na mtu kama wewe utakuja kumkimbia mkeo pamoja na mtoto wako. Hali hii iko hivyo ndugu zangu. Kwa hiyo kila anayejikuta ana sehemu ya kumsimamia mtu wake juu ya haki stahiki, na yeye uwezo anao, na akapuuzia jambo hili, afahamu ametengeneza msalaba utakayemsumbua siku ya Kiyama. Na muomba Allah tabaraka wa taala aniwafikishie mimi na nyinyi juu ya haya machache ambayo tumeyarusha hapa Kitama TV kupitia chaneli yetu hii, yanufaishe kwa uhai wako wewe na mwenzako na mwingine. Kwa hiyo insha Allah kipindi kijacho tutakuja kuelezea yale yanayompasa atekei kuwa yupo katika swaumu ajiepushe nayo. Pia tutakuja kuelezea kumuongoza mfungaji ajichunge na mambo 8 ambayo haya ukiyafanya wakati umefunga, basi thawabu zako za swaumu zitakuwa zimebatulika. Wama alaina ila albalaghul mubini. Wassalamu alaikum wa rahmatuhu wal afwa minkum, wallahu a'lam.